Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum biihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu pendwa ya Rapta TV, hewani ni kipindi chako pendwa cha visa vya mitume. Naam, ahibati fillah, bado tunamzungumza bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bado tunamwangalia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuliangalia hapo awali bwana mtume ni nani, amekuja kwa ajili ya jambo gani, lakini pia tuliona katika darasa lililopita vipi alipatikana bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mwishoni kabisa tulifunga kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam tayari ameshazaliwa. Leo moja kwa moja tutaangalia vipi alinyonyeshwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliomnyonyesha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni watatu. Wa kwanza kabisa ni mama yake, mama yetu mama Amina binti Wahbi, lakini wa pili ni Thuwaibatul Aslamiyya, na mtu wa tatu kumnyonyesha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mama Halimatu Saadiyya. Na hili wanalieleza ulama asira kwa wa ardhu'athu ba'da ummihi, na aliyemnyonyesha yeye baada mama yake Thuwaibatul Aslamiyya ni bibi Thuwaibatu al-Aslamiyya. Huyu alikuwa ni mtumishi, alikuwa mtumwa wa ami yake mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahabi. Na hii nukta ni muhimu ichukue. Huyu Abu Lahabi tuliona katika darasa lililopita alimwacha baada ya kuambiwa kuwa amezaliwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, alimwacha huru mtumwa wake Thuwaibatul Aslamiyya, akamwambia fa anti hurra, nenda kamlee bwana mtume. Na tunakuja kuona hata huko mbele kisa cha Abu Lahabi na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kilichopelekea mpaka kushuka suratul Lahabi. Kwa Abu Lahabi alikuwa anakasirika mwishoni kuwa wewe, mimi nilimwacha mpaka mtumwa huru, nilikulea, akaja kulea, leo hii unakuja unanidharau. Kwa hiyo mtu wa pili kumnyonyesha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni Thuwaibatul al-Aslamiyya, aliyekuwa mtumishi, aliyekuwa mtumwa wa ami yake Abu Lahabi. Lakini mtu wa tatu kumnyonyesha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mama Halimatu Saadiyya. Na hapa tuangalie kisa kwa nini bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alinyonyeshwa na mama Halimatu Saadiyya. Tunaambiwa na ulama sira, ilikuwa kawaida ya Waarabu kwa watoto wao wanaenda kulelewa vijijini. Kwa na wale watu wa vijijini kwa kama kwao ni ajira, wanakuja mijini kutafuta watoto kwa ajili ya kuwanyonyesha wapate ujira. Na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alienda kulelewa vijijini, kunyonyeshwa vijijini kwa mama Halimatu Saadiyya mpaka alipofika miaka 4. Ni kwa nini Waarabu watoto wao waende kulelewa vijijini? Tumeelezwa, ulama sira wameeleza sababu kama 3. Sababu ya kwanza akaeleza kuwa mtoto aliyelelewa vijijini anakuwa na afsahul lisan, anakuwa na lugha nzuri, anakuwa ni faswaha, anatamka vizuri, anaongea vizuri lugha ya Kiarabu. Na hii tutole mfano hata hapa kwetu Dar es Salaam, kutokana na mchanganyiko wa lugha hivi sasa. Inafika pahala mfano kama mtu atoka labda atokea pembezoni mwa Dar es Salaam, akija hapa Dar es Salaam anashindwa kuongea lugha vizuri ya kwake kutokana na mchanganyiko wa lugha. Kuna lugha nyingi sana zimeenea kutokana na mchanganyiko wa watu. Waarabu wa Maka walikuwa wanapeleka watoto wao vijijini kwenda kulelewa, wanajua kuwa kule kunakuwa na lugha nzuri, ile Kiarabu chenyewe hasa unakipata vijijini. Lakini sababu ya pili wametueleza ulama kuwa anakuwa na afya nzuri zaidi. Kutokana na sababu gani? Pale Maka walikuwa wanaenda mahujaji, kulikuwa na mkusanyiko wa watu kutoka sehemu mbalimbali. Kwa kitendo kile kulikuwa na baadhi ya maradhi. Mfano hata kama leo hii wenzetu walibahatika kwenda Maka, Mwenyezi Mungu awajalie waende tena, na wale wasioenda basi Mwenyezi Mungu awajalie waende katika mji wa Maka. Kwa hiyo ukienda mji wa Maka pale kwa kuna baadhi ya maradhi, mfano kama kukohoa kutokana na mkusanyiko wa watu. Kwa ilipelekea watu wa pale Maka kwa wale vijana afya zao sio nzuri zaidi. Kwa hiyo wanaona kuwa mtoto akienda kulelewa vijijini anakuwa ana afya nzuri. Lakini sababu ya 3 tueleza ulama sira kuwa anakuwa liyakunu ajradul jismi, anakuwa ni mkakamavu wa mwili. Kwa lugha nyepesi anakuwa yuko ngangari mtoto akienda kulelewa vijijini. Na hili alieleza hata Amiri Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kuwa ikhshawshaw wakhshawshaw fa inna ni'ma la tadum, kuwa jizoesheni maisha magumu, punguzeni hanasa, hakika neema hazidumu.
Kuna muda hata kama una kipando, acha kipando, tembea kwa mguu. Hii inakuzoesha kuwa neema siku zote hazidumu. Na ile kuonelea kuwa mtu akienda kulelewa vijijini kule, kuna baadhi ya maisha atakimbia, atatembea, atapanda milima, atafanya kazi hii. Kwa mtoto aliyelelewa vijijini anakuwa yupo ngangari. Ndio maana hata watu wa Maka wao walikuwa wanapeleka watoto zao kwenda kulelewa vijijini. Na hata bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye alienda kukulia vijijini kwa mama Halima Saadia mpaka alipofikia miaka 4. Je, ilikuwaje mama Halima Saadia kuja kumchukua bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwenye kumchukua yalitokea mambo gani, mwishoni ilitokea tukio gani? Endelea kuwa nasi Rapta Channel Mtindo Maisha. Vile vile usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Vile vile usisahau kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii mingine ikiwepo YouTube, WhatsApp pamoja na Instagram, Rapta Channel Mtindo Maisha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.